Ndugu mtazamaji na msikilizaji Talent TV Online, nimefunga safari kuja kufanya mazungumzo na Sheikh wa mkoa wa Kigoma kupitia Baraza Kuu la Waislamu mkoa wa Kigoma, Sheikh Hassan Eid Kiburwa, na hasa kama ambavyo taifa letu tunafahamu lipo kwenye mchakato wa uchaguzi mwaka huu na mwezi huu tarehe 29 Oktoba mwezi huu, na yeye ni moja kati ya viongozi wa dini walio katika mkoa wa Kigoma, hususan wanaohubiri amani na usalama juu ya maendeleo yanayopatikana katika taifa na mkoa wetu kwa ujumla. Mimi ninayezungumza hapa na ninayokaribisha, jina langu ni Shomari Khamisi. Karibu kuungana nasi. Mheshimiwa kiongozi, Sheikh wetu wa mkoa, mara hii tunazungumzia juu ya swala la siasa safi katika kulinda demokrasia kwenye uchaguzi huu. Labda tukua kwanza, ipi kauli ya ninyi viongozi wa dini wa Kiislamu katika uchaguzi unaofanyika tarehe 29 mwezi huu ambapo tunakwenda kuongelea sasa? Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza kusema kweli, uchaguzi wetu hapa nchini Tanzania ni suala la kikatiba, sio swala la hisani. Katiba ni makubaliano na mkataba kati ya raia na serikali yao, kwamba sisi tukipenda tutawale katika njia hii. Sasa moja ya mambo ambayo mkataba wetu kama raia na serikali ni kwamba tunataka tunapata viongozi kila baada ya miaka 5. Kuja viongozi ambao watakuja kutusaidia kusimamia uendeshaji wa nchi yetu. Kwa sababu hizi nchi ni kama familia, lazima ziendeshwe na watu. Sasa njia ya kupata watu hao ni kura. Kwa hiyo lazima kuwepo na uchaguzi. Na uchaguzi ni haki ya wananchi wote wa Tanzania. Wanakuwa na haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Ukiona una sifa za kugombea kuwa kiongozi wa nafasi fulani, unagombea. Na kama hauna uwezo, basi unabakia kuwa ni mpiga kura, unafahamu, na kadhalika. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la uchaguzi, ni swala la kisheria ambalo liko kikatiba, ambalo kusema kweli litatusaidia kuondoa fujo. Za uchaguzi maana yake mnawaweka viongozi kwa kuwachagua, lakini mnawaweka viongozi kwa ridhaa. Inasaidia sana kuzuia uhuni kwenye uchaguzi. Kama mtu anaweza akafanya kudeta, akapindua, mtu anaweza akanyang'anya madaraka bila njia ya haki. Sasa uchaguzi ndio njia ya kuweka watu kwenye madaraka. Sasa uchaguzi wote ni sehemu ya demokrasia. Uchaguzi ni sehemu ya demokrasia, kwamba kuwa na haki ya kuamua nani awe. Kunakuwa watu wana vyama vyao, wametengeneza sera zao, wameweka na taratibu zao. Sasa hao watu tukiwa tumewakubali, tukawachagua, basi wajue tu kwamba tunawapigia kura kwa kuwachagua, na ndio demokrasia yenyewe. Sasa wewe binafsi sasa Sheikh, pamoja na viongozi wenzio, mmekuwa mashahidi wa chaguzi zinazofanyika nchini na hasa katika mkoa wetu wa Kigoma. Naona zinazahaji maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Maendeleo ni mchakato, lakini matumaini yetu ni kwamba chaguzi hizi zitatuletea
zitatuletea maendeleo, kwa sababu wanapokuja watu wanaahidi, sisi mkituchagua tutafanya hichi na kile na kadhalika. Kwa hiyo tunaposema kwamba chaguzi hizi zina faida, ni kwa sababu zinatuletea mawazo mapya, zinatuletea viongozi wapya, zinatuletea mitazamo mipya. Lakini tunakuwa tunakutana na ahadi ambazo tukiwauliza watu watakwambia tumetekeleza au tumetekeleza. Kwa hivyo katika suala zima la maendeleo, chaguzi zina mchango mkubwa. So mtu anajua nisipofanya niliahidi basi naweza nisipate kura tena na nitakosa nafasi ya uongozi kama bado ana nia ya kuwa kiongozi. Lakini unaona hizo ahadi za wagombea wanazoahidi wananchi, utekelezaji wake unapata kiasi gani kuweza kukamilisha ama kuweka nayo maneno yao ya kuahidi wananchi? Kusema kweli, wanatimiza kwa kiasi fulani na kwa kiwango kikubwa. Naona kwa mfano Rais Samia Suluhu Hassan katika ahadi alizoziweka ametekeleza kwa kiwango kikubwa. Wanatekeleza kwamba tutafanya hili na kile, wanajenga barabara, wanajenga viwanja vya ndege, kwa hapa kwetu kulikuwa kuna shida kubwa ya maji. Na hili tatizo halipo tena. Sasa hivi kila ukifungua maji kwenye mabomba yapo na ni maji safi na salama. Itabakia changamoto ya wewe mwenyewe unaweza kulipa bili au mwezi. Bili ni kubwa au ni ndogo, bili imebambikiwa au sibambikiwa. Lakini zile ahadi ambazo walizitoa nyingi kwa kweli zimekamilika. Mbona barabara yetu siku hizi gilani hapa. Kidogo tu hapo gilani. Unaweza kwenda mpaka Kagera, unaweza kwenda mpaka Kasulu. Kutokea kwangu unaweza kwenda mpaka Dar es Salaam bila kuvuta udongo. Hapa tukitoka nyumbani kwangu hapa. Ilani moja mpaka Dar es Salaam nyumbani kwangu. Mimi na nyumba Dar es Salaam. Mpaka nyumbani tipi. Bila. Mimi hata nikichukua gari yangu ndogo hapa nikiwasha hapa. Nakwenda Dar es Salaam nafika. Moja kwa moja bila shida. Kwa hiyo wanaahidi na wanatimiza. Na ahadi zingine ni kubwa sana, zinahitaji muda. Haiwezi kuwa kama ni hadithi ya Lela asubuhi na jioni inakuwa tayari. Hapana. Au ni kama pete ya baba na mama. Sisi zamani kuna hadithi kwamba unaweza kupata pete ya baba na mama. Ambayo unaiambia pete jengee nyumba, inatoka juu tia tayari. Hawezi kusema tu jengee nyumba sasa hivi. Lazima kuwe na utaratibu wa kutafuta kiwanja, kununua matofali, upate saruji, ununue mabati, uwe na vyuma na kadhalika, upate mafundi wazuri ujenge ili kae nyumba sawa sawa, uweke kila kitu kinachohitajika. Kwa hiyo kwa ahadi zingine zinachukua muda kidogo, haziwezi kuwa mara moja. Lakini Sheikh ni mzoefu sana katika masuala ya siasa, sasa hivi nimeshirikishwa, lakini sijui kama nimeshirikishwa vile, labda naweza hivi demokrasia inapataje haki? Demokrasia ni nini? Demokrasia ni serikali ya watu kwa ajili ya watu, iliyotengenezwa na watu wenyewe. Ndio demokrasia. Serikali ya kidemokrasia haiwezi kuwa ya wanajeshi au ya kifalme. Ni ya wale watu ambao wanasimama kutetea maslahi ya umma, kuwasaidia watu. Kwa hiyo demokrasia kwa upande wangu mimi ni kwamba ni mchakato mpana kidogo. Si jambo linaloisha kwa kusema tu demokrasia. Hapana, ina mchakato mpana sana. Mchakato huu ndio kama vile chaguzi. Demokrasia ni pamoja na kuwepo chaguzi. Demokrasia ni mfumo huru wa mahakama. Demokrasia ni mfumo wa bunge lenye uwakilishi linaloweza kuwa na nguvu ya kusimamia serikali. Mfahamu kwa katika mfumo wa kidemokrasia hatawali mtu mmoja tu. Kuna mifumo inayosimama kutawala. Kunakuwa na executive kama vile serikali, rais na baraza lake la mawaziri na watendaji wake. Kunakuwa na judiciary, jaji mkuu na mfumo mzima wa mahakama katika nchi, na kunakuwa na
parliamentary system, kunakuwa na bunge ambalo kuna watu wanakwenda kutengeneza sheria na wanafanya kazi ya kuisimamia serikali. Kwa hiyo hivi vyombo vitatu kwa pamoja vinatengeneza sura hiyo ya hiyo demokrasia. Kwa hiyo demokrasia haishii tu kupiga kura. Kupiga kura ni eneo la demokrasia, lakini tunataka kuangalia haki za watu, kama watu haki zao wanapata sawa sawa, kesi zao zinaamuliwa kwa wakati, watu wanapata haki zao, watu hawatishwi. Kuna malalamiko kwamba baadhi ya chama kilichokuwa kikongwe nchini Chadema kushiriki, watu wanasema kwamba demokrasia haipata haki, demokrasia haipata haki, na wewe ni kiongozi wa dini na bila shaka malalamiko haya mnaweza kusikia, na Kigoma ni sehemu ya mkoa ambao umewahi kupata mwamko wa mfumo wa vyama vingi tangu miaka ya 95 ambao umefika uchaguzi huru na haki, tunasema demokrasia. Kauli hii pia wewe unaona ina uzito gani? Kwa maoni yangu mimi ni kwamba vyama vyote viko kisheria. Ili kifanye kazi zake lazima kuwe na mfumo mzuri wa kisheria unaofuatwa, na kila chama kina wajibu wa kufuata ule mfumo. Sasa ikitokezea kwamba chama kimekiuka kufuata ule utaratibu ulio halali wa kisheria, hauwezi kusema kwamba kimepokonya demokrasia. Kitakuwa kimekaidi tu utekelezaji na ufuataji wa demokrasia. Kwa hiyo katika swali lako hilo, kama hivi unaona kama kuna jambo la kidemokrasia limefanyika, mimi naamini demokrasia imefanyika, kwa sababu umetakiwa ufanye jambo lakini kwa sheria na ukakaidi kwa mtu yote kulifanya hilo. Sheria inakutupa. Sheria ni msumeno inakata huko na kurudi. Sheria kuna swala hili la nini ambao viongozi wa dini, je, unapata ushirikishaji gani katika serikali yetu pindi serikali inapoonekana kwamba imekosea wajibikaji kwa wananchi? Je, mnapata nafasi ya kukosoa serikali? Sisi hatukosei serikali kama viongozi wa dini, sisi tunaishauri kama kuna jambo, ukiomba ushauri tunatoa, kwa sababu tunaamini kwamba serikali ni ya kwetu. Serikali ni watu si ndio sisi. Ingawa tuna sifa na majina tofauti, lakini sisi ndio watu wenyewe. Mtu akija msikitini anaitwa muumini, akiwa ndani ya basi mtu huyo anakuwa abiria, akiwa sokoni ni mteja, akiwa hospitali ni mgonjwa, lakini mtu ndio yule. Na akiwa kwenye siasa ni mwanasiasa, lakini mtu ndio yule kwa kawaida. Kwa hiyo kwa sisi kama viongozi wa dini tunachukulia kwamba hawa watu wote ni wa kwetu. Wanasiasa, wateja, wafanya biashara, wamanaji, wote watasali watu wetu sisi, na tunaweza kushirikiana nao. Kwa hiyo tunapokuwa tuna jambo tunashauri kwamba hapa likifanyika hili kwa vizuri. Na kusema kweli, ukishauri ukawaeleza watu vizuri wanaelewa na wanatekeleza. Unajua ukishauri si lazima ushauri wako ukubaliwe. Unaweza ukashauri ukakubaliwa ushauri wako ukakataliwa. Sasa labda tuangalie kwa muda wa miaka hii 5 Sheikh, ambapo